I love you. Haya ni maneno yaliyofanya mume wangu anizalishe watoto wawili, anichune pesa zangu zote za biashara. Yaani upendo wangu kwake uligeuka kuwa ujinga, upumbavu, yaani akawa ananiona kama mtu nisiyejitambua. Kisha sasa anaenda kumuoa rafiki yangu, yaani shoga yangu ambaye alikuwa kama ndugu yangu. Wanawake wenzangu, msidanganyike na maneno ya mdomoni ya mtu yeyote. Sio mwanaume, sio rafiki, sio ndugu, kwa sababu hujui katika mioyo yao wanakuwazia nini wewe. Sisemi kwamba hakuna watu wazuri, wapo, ila matapeli na wanafiki ndo wamejaa kwenye huu ulimwengu. Baada ya kuona mtaji wangu wa biashara umekata, ilibidi niende kutafuta kazi kwenye kampuni fulani mjini. Nikaambiwa nipeleke barua ya serikali za mtaa pamoja na passport size. Ikabidi niende stationery ili nikapate passport size. Baada ya kufika pale, kaka wa stationery akanambia yeye yuko busy, ana kazi ya kuprint kadi za harusi. Nikamwambia bwana, naomba unisaidie. Nisaidie, mimi nina shida. Akasema sawa. Huyu kaka ni mshikaji wangu, huwa tunataniana sana. Nikamwambia hivi mpaka sasa watu bado wanaoana tu, hawaogopi. Ila umezidesign vizuri hizi kadi. Sasa nikawa naongea huku unaziangalia zile kadi kwa ndani, lakini ghafla nikakutana na jina la mume wangu ndani ya kadi hiyo. Kibaya zaidi, jina la mwanamke ni jina la rafiki yangu ambaye tunaishi kama ndugu. Sikuamini. Huyu kaka ananifahamu, lakini amfahamu mume wangu. Hata kama aliwahi kumuona, basi hajui kama ni mume wangu. Nikamuuliza, aliyekupa hii kazi ni nani? Akasema ni sister fulani hivi, akawa anajaribu kunielekeza, lakini katika maelezo yale niligundua kuwa huyo ni wifi yangu mimi. Yaani ni dada kabisa wa mume wangu. Jamani, nilihisi kuchanganyikiwa. Kweli kikulacho kipo ngoni mwako. Ina maana hata upande wa mume wangu wanajua kuwa mtoto wao wanaoa. Na wifi yangu juzi tu alikuwa ananiuliza sehemu ambayo anaweza kupata nyama kwa bei rahisi. Maana ananijua mimi ni mzururaji. Mimi nikajua labda ni mambo ya vikundi vyao kina mama, lakini kumbe ni maandalizi ya harusi ya mume wangu. Nahisi kama akili yangu imehama. Jamani, sijachukua maamuzi yoyote mpaka sasa. Hata kama dini inaruhusu, ndo nifichwe. Na kwa nini awe rafiki yangu? Kwa nini yani anigeuke? Why? Hivi kama ingekukuta wewe, umefanyiwa huu nyama ambao nimefanyiwa mimi na rafiki yako pamoja na wifi yako, yani ukoo mzima wanakugeuka. Ungefanya nini? Dada yetu Menina anaomba ushauri jamani. Afanye nini? Anafuatilia comment. Kama unahitaji ushauri binafsi kwa jambo lolote au unahitaji ushauri wa wengine kama hivi, basi usisite kunicheck inbox nami nitawasilisha